ninachotamani kuongea na wewe unayenisikiliza, elewa mbingu ipo na jehanamu ipo, na kuna maisha baada ya kifo. Yako maisha baada ya kifo, na haya maisha huyachagui baada ya kifo, unayachagua kabla ya kifo. Sio kwamba utafika mbinguni ndio utaambiwa chagua, kama zamani tulikuwa naambiwa ukifika utakuta njia panda mbili, utaambiwa chagua kulia au kushoto, njia pana au nyembamba. No, haya maisha unayachagua leo ukiwa hai hapa duniani. Yaani hii njia hii utakapoondoka ndio unaendelea kuipita hiyo mpaka kufika kule ulikokuwa naenda. Lakini pia nikusihi, mbinguni hawaingii walegevu. Amen. Kuna watu wameokoka ni walegevu, mbinguni hawaingii walegevu. Kwa hiyo usije ukajishangaa mbona mimi niliokoka mbinguni sijaingia. Ulegevu umekufanya uingie hapo. Mbingu ni ya wenye nguvu, ni watu mashupavu. Lakini nikwambie wazi kwamba maisha haya toka nimeona haya maono na yale mateso yaliyoko kule milele na milele, sitamani miaka yako ya kuishi duniani 80 ikupotezee umilele. Yaani miaka 80 ya kuishi duniani, tena kuishi 80 tunasema wewe ni mzee sana. Leo hii mtu anakufa miaka 45, mtu anakufa miaka 30. Miaka 30 ikupotezee miaka ya umilele na milele. Anasa za dunia zinapita na mambo yake yanapita. Amen. Lakini neno la Kristo halipiti. Amen. Na Biblia inasema kwamba wengi watatamani kuingia lakini wasiweze. Kwa hiyo jitahidi sasa kutafuta uso wa Mungu. Amen. Tuko kwenye changamoto kubwa sana ya tuseme kama biashara unasema kwamba soko huria la madhabahu. Tuko kwenye masoko huria ya madhabahu. Na hiki kitu kitawaponza watu wengi kwenda jehanamu. Ndio. Pamoja na masoko huria ya madhabahu, neno la Mungu halijawahi haribika. Amen. Hawa wengine watakuja watafute ili wapate pesa, ili wakusonge wewe wapate pesa. Alafu utakapokufa utajuana wewe. Ndio kama hivi tunasikia wengine, mimi sina shida na utakatifu wako, utajua wewe, mimi niletee pesa yako. Anasema kilichoko kwenye moyo wake. Yuko sawa, ndicho anachokisema. Sasa wewe hapo unaamua nini? Unachagua nini? Wenye dhambi mbinguni hawaingii. Wachafu mbinguni hawaingii. Wanaoingia ni waliofua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo. Amen. Hao ndio wanaoingia. Amen. Kwa hiyo fanya ufanyavyo, ujue wenye dhambi mbinguni hawaingii. Amen. Sio wanaosali, no. Sio wachungaji, hivi ni vyeo tu. Ndio. Unakuta leo watu wanahangaika, haiwezekani mwanamke uwe bishop. Bishop ni cheo tu. Hii ni kazi. Biblia inasema hii ni kazi. Ni sawa na kusema dereva, anaweza kuwa ni mwanamke, ni mwanaume. Kama ni mwanaume ni kazi. Ni kazi. Biblia inazungumza uaskofu ni kazi. Leo hii tunasimama Samia ni kazi. Alikaa Magufuli ni mwanaume, leo amekaa Mama Samia ni kazi. Na kesho anaweza kaondoka akatafuta mtu mwingine ni kazi. Ni kazi. Kuna madaktari wa kiume na wa kike ni kazi. Lakini hivi vyote hivi havitusumbui kuingia mbinguni. Amen. Wala mimi sitaingia kwa hiki cheo, no. Hii ni kazi ambayo mwisho wa siku yake naachana nayo. Lakini kuna kitu ambacho natakiwa nikakipeleke mbinguni. Amen. Ni utakatifu wangu na nini nilifanya kuwaonyesha wengine njia. Amen. Kwa hiyo niseme kwamba nikusihi sana, tafuta mbingu. Pamoja na maisha yote, tutatafuta uchumi, tutatafuta ndoa, tutatafuta watoto, tutatafuta kila kitu, usikose mbingu. Amen. Usikose mbingu.